mwaro ni waku ukorwo kioerera nawe ukorwo gitutereba ikinya riu ringi ria tabarira ya Kameme iharo-ini. Thank you muno mwihaki wa ndogo kuma studio A cia Kameme TV na imwe kwa mwe toguo rakiona thutha wakwa ndina timu uyu ni mutukanio wa timu ya anake orodo mwe na timu ya Nyarari cia mubira wa maguru cia basketball rero nginya cia haha theinie na nicio timu iria cigikoragwo cikinyitirire mwena wigi mathako guku thukuru-ini wa TIBS nikuo twambite hema by the way na andu aya megukorwo magika tizi uguo urakimona haha uguo niguo megugikorwo magika tizi tugithie na mbere na miario itu ni megukorwo magikika maundu maingi na nigukurite nigukorwo na jeshi iria tugukorwo nayo tukiaririria mubira wa maguru haha uhoro wigie AFCON na maundu maria mangi maragithie na mbere na kuhanika thiini wa bitika ngarangano cia AFCON ndina njamba ithatu ciri haha twambie na Ras Mondo vipi unafanya introduction unatuambia wewe ni nani unafanya nini TIBS? Naam, nafahamika kama Lisrodadi. Kwa majina kamili ni Tom Ndaiga, mchanganuzi mdadisi wa masuala ya kandanda kila siku ya wiki katika show inajulikana kama The Football Arena ndani ya TIBS. Naam. Kwa majina mimi nafahamika kama Victor Kimathi ama ukipenda niite goalkeeper mahiri nikitokea timu ya Shauri Moyo. Hapa TIBS nafanya ndani ya taaluma ya wanambari. Shukrani sana. Mimi naitwa David Agara, kijana ambaye ni nambari 7 mgongoni na ambaye akipiga kichwa ni kama teke, kushoto ni kama kulia. Na kwa hapa TIBS nafanya taaluma ya utangazaji na hivyo basi tunachanganua masuala ya spoti ndani ya Sport Rush Hour. TIBS kuna sport aina, kuna kadanda ambayo ile soka, wapenzi wa soka wanapenda sana kuita soka. Vile vile kuna netball na vile vile kuna michezo mingi ambayo ni raga pia. Michezo kila aina hapa inapatikana hapa ndani ya TIBS. Naam. Katika kitengo cha wanahabari katika TIBS FM TV TIBS TV na pia nashiriki ndani ya kitengo cha sport ambacho tunashiriki na bwana David Ndagara cha The Sports Russia. Nchini Kenya una support timu gani, nje ya nchi una support timu gani? Humo nchini mimi nakuwa mtu wa Tusker. Timu ile ya Tusker ikizingatia hata kama hawajafanya vizuri msimu uliopita bado wanazingatia timu, lakini kule nje niko ndani ya timu ile ya Manchester United inaongozwa na yule mkufunzi Ole Gunnar Solskjaer. Naam. Ndio. Haya, Manchester losers. Haya baba, sijui una support timu gani hapa nchini Kenya, nje ya nchi ama Afrika? Unajua wase wengi usema unaangalia tu timu ya nchi, unaangalia timu ya Spain, unaangalia timu ya Bundesliga. Labda sijui kama Spain uko na timu ambayo unashikilia. Kivyangu kila country liko na timu ambayo huwa naipigia upato. Nchini Kenya na timu ya Gor Mahia, the champions of 2019. Pale Afrika mimi wanaangalia timu ya Al Nassr. Pale uwanja wa Hispania mimi ni mtu wa Real Madrid. Ujerumani niko na timu ya Borussia Dortmund. Pale Ufaransa niko na timu ya Juventus. Italia Juventus. Pale Ufaransa niko na timu ya PSG. Na huko Premier League wenye mwenzangu alivyosema the Red Devils, mashetani wekundu, Manchester United. Naam. Sasa naona nyinyi wote ni wa kale ka team. Siku hizi ni kale ka team ama vipi? Lakini hivi sasa tunaona mambo ambayo Ole Gunnar Solskjaer ameweza kusajili wachezaji wapya. Tutaona mambo yatazidi kuwa tofauti katika uwanja wa Manchester. Wan-Bissaka, naam. Ukiangalia statistics zake last season, alikuwa na statistics ambayo mchezaji mwingine aweza kuwa nao katika English Premier League. Naam. Haya, shukrani sana mwero wa Kameme TV hatiri undu tagaja tugukorwo tukiaria na jeshi no uhoro wigie mubira wa maguru na nikuo tugugikorwo tukiaririria maundu matiganite guku gwa Kameme TV na ngakuririkania ati ni ngarangano cia AFCON nicio turafuata thutha uria cigikoretwo cigithie na mbere nigetha tukimenye uria maundu ma kihana. Jana Nigeria waweza kupata ushindi. Kivyangu sikuweza kutarajia Nigeria wataweza kupata ushindi kwa sababu ukiangalia South Africa kuweza kuondoa the host nation ambao ni Egypt ni ambao iliweza kustusha watu wengi kuweza kutarajia. Kuna wachezaji ambao wanachezea timu ya South Africa ni wengi ambao waiko upande wa Uingereza ama waiko upande wa Hispania. Wachezaji ambao wanachezea pale South Africa. Ukiangalia kina Pau, kuna Modiba, akina Lodge, wachezaji ambao ni wazuri na jana Nigeria kivyangu utasema waliweza kuangukia. Naam. Sasa unasema waliangukia ama walicheza? Jana walicheza mechi lakini ukiangalia dakika 70 ukiangalia timu ya South Africa iliweza kusajili ile bao. Na bao ambalo waweza kupata ushindi, iliweza kupata magao mawili kwa moja, ilikuwa kama kuangukia kwa sababu ile goli iliweza kumpata mchezaji kwa mguu. Naam. Tusikie mwenzetu mechi ya Nigeria na South Africa, mabao mawili kwa moja si kitu rahisi vile.
Ndani ya mechi ya Nigeria na timu ya South Africa ni jambo ambalo nilikuwa tarajia kana kwamba timu ya Nigeria itaweza kufanya maneno vizuri. Maana ukiangalia hii timu ya Nigeria kuna ule mchezaji Wilfred Ndidi tokea kule ligi kuu Uingereza. Pia ukimwangalia kuna Alex Iwobi akitokea timu ya Arsenal. Hakuweza kufunga bao ndani hizi mechi zote za AFCON. Bado ni mchezaji mzuri, lakini pia ukimwangalia mchezaji mwingine Ahmed Musa anaweza kufanya mambo kwa sawia, lakini ile bao la pili la Enkodu yule beki wa timu ya Nigeria liweza kuwapatia ule ushindi kuweza kuingisha ndani ya semi-finali. Haya, Nigeria wengi walikuwa wanasema kwamba wakianzia hawakuanza kwa mshindo, lakini after matches wameweza kudhihirisha kwamba wanaweza fanya kitu katika AFCON 2019. Hivi sasa wengi wanasema Waarabu mwaka wa 2019 hawezi beba AFCON. Nigeria wataweza? Kidogo kwa mtazamo wangu nikiangalia Nigeria mahala ambapo wametoka wamepiku timu nyingi ndio ambazo ni timu ambazo zina usemi. Tuseme kweli kwa wengi sana walikuwa wanamtazamia mwana Egypt ambaye kidogo alikuwa anaangaliwa sana yule Mwarabu Mohamed Salah. Lakini kidogo kwa mtazamo wangu naona ni watatoboa na kwa kusema kweli sikufichi mimi napigia upande Nigeria sana. Nigeria. Kwa nini? Nigeria ukiangalia mchezo wao ni mchezo ambao unaridhisha. Yule mchezo ambao wanacheza ni yule ambao kidogo kama sisi kama wachanganuzi wa sport tunaita soka. Ile ndio soka nchini Afrika. Na kama vile wakuwa wengi sana walikuwa wanapigia upato wakina Senegali, akina Egypt, akina bado walikuwa wanapigia hata kama kidogo unaona Tunisia walikuwa wanapigia Tunisia upato kidogo na vile Ghana ambao waliweza kutolewa. Lakini Nigeria walikuja kudhihirisha wazi kwamba wana uwezo na mwenzangu mimi sioni ambaye atakabishana na yeye. So Nigeria unaona kwamba watafika finali? Nigeria naona watafika finali. Haya, tutafika kwa mechi za leo, lakini kwanza tena tuliona Senegal waliponea chupu. Anasema kwamba Senegal waliweza kuponea chupu. Senegal waliweza kufight sana. Aliou Cisse anasema kwamba 2019 yaweza kuwa ndio mwaka wa Senegal kuweza kuchukua hili kombe. Kidogo mwenzangu, kwa huo ni mtazamo wa kwako, lakini mtazamo wangu naona kwamba unatofautiana kidogo. Natofautiana kidogo maana kwa mtazamo wangu naona kidogo kama Senegali hawana bahati. Hawana bahati kwa nini? Washafika kwenye semi-finals. Washafika lakini nasikia kwamba kufika kwa baa ama kutangulia kufika kwa baa sio kulewa. na natumai wewe si mlevi. Si mlevi. Haya, sikia maoni kabla hujatamatisha Senegal by the way. Tuambie maoni yako kuhusu Senegal. Rafiki wenza. Haya. Mechi ya Senegal dhidi ya Benin, hilo bao moja lilikuwa bao ambalo wengi hawakulitarajia. Lakini ukiangalia timu ya Benin kutoka ndani ya awamu ya makundi, hawajaweza kushinda mechi yoyote. Waliweza kutoka sare zote ndani ya makundi. Na pia ukiangalia ndani ya raundi ya 16, waliweza pia kuingia wakatoka ile sare. Walitoka sare ya bao moja bin moja. Wakaweza kwenda na matuta ya penalty, wakaweza kupigana penalty, wakaingia ndani ya robo finali. Pale hapo waliweza kuondolewa na mwana Senegal. Lakini ukimwangalia mwana Sadio Mane pale nyuma Kalidou Koulibaly. Upo kuna ukuta mgumu sana. Senegal wanaweza kufanya mambo lakini sio finali. Kidogo mimi kwa maoni yangu Senegal wanabebwa na raka. Unaona katika mechi wanaangukia. Ulisema kwamba kuna timu zinaangukia. Wanaangukia kwenye mechi hii wanaweza angukia hata finali ama vipi? Sioni wakiangukia ndani ya finali. Maana ukimwangalia kuna ule mwana Desert Foxes, mwana Algeria akiongozwa na Riyad Mahrez. Anaweza kufanya mambo vizuri. Ukimwangalia Ismail Slimani, mchezaji ambaye ni mzuri sana pia ndani ya uwanja. Waweza kumuondoa mwana Senegal. Senegal ana bahati vile. Haya, maoni yako Senegali. Sadio Mane wakiongozwa na Cisse. Sadio Mane mchezaji mzuri, ameweza kushinda Champions League hivi majuzi. Tukiangalia wachezaji defense line ambayo timu ya Senegal ambayo liko nayo ni defense line ambayo kuitoboa ni vigumu. Ukianza mchezaji Koulibaly ambao range ambao the amount of money ambao anaweza kuwekwa ni asilimia ni 90 million ambao ni za euro. Koulibaly tuko pale na Kouyaté ni wachezaji ambaye ni wazuri. Senegal finali. Senegal waweza kufika finali.
Haya mwero wa Kameme TV goririkania tetwe thini wa thukuru wa TIBS nikuo turakurehera tafarira ya Kameme iharo-ini Ngarangano cia AFCON emwe kwa emwe na ndirakwira ati jeshi ino by the way waigua niwe mubira wega no akigwa ati marauga gwe timu ciragwira kwa ingi citaragwira thini wa mbitika ici cia AFCON 2019 omothe Ivory Coast megukorwo na Algeria na ninge Tunisia megukorwo na timu ya bururi wa Madagascar. Beteka icio raciona atia kiuria gitu kiria ukuritio ni muhaki wa ndogo nikigimaine na Ivory Coast orundumwe na timu ya bururi wa Algeria no kiririkane Algeria thini wa beteka cia AFCON manathaka maita rigi na rigi maita 18 ma kuma mwaka wa 1968 na mahotire ria mwisho gikombe giki Algeria mahotire ria mwisho gikombe kia AFCON mwaka wa 1990 omothe kana mwaka wa 2019 no makorwo magika kaondo ria Mahrez no akorwo agiteithĩrĩria Algeria gukorwo agika kaundu magicemania na Ivory Coast aria nao maingirite thini wa mbitika ici maita 23 kuma mwaka wa 1965 na ninge makihota maita 2 orondo umwe na mwaka wa 2015 ria mwisho riria timu ya Ivory Coast magikorirwo makihota kana makioikaine ta the Elephants hihi ni meguikorwo magikihota Algeria Ivory Coast. Hizi ni timu mbili ambazo wote wameshinda AFCON kwa wakati mmoja ama timu moja Ivory Coast wameshinda mara 2, Algeria wameshinda mara 1. Sasa tunajua kwamba hawa ni enemies wakipatana leo. Kivyangu mimi naweza sema mechi huko kivyetu tunaweza sema kwamba ni mechi kubwa, ni mechi ambayo wengi wanaweza kupigia upato. Ni mechi ambayo mshindi wa leo inawezekana anaweza kushinda finali. Kwa sababu ukiangalia Ivory Coast wanaongoza wakina Zaha, ni wachezaji ambao wanaweza kujiweza. Na upande wa Algeria hawajaweza kufungwa goli lolote katika the African Cup this 2019. So siku ya leo kweli patachimbika. Patachimbika. Naam. Haya. Hapo anazofautiana mwenzangu kidogo maana ukiangalia ile timu ya Ivory Coast na wana Algeria wenyewe ni maasidi wawili ambao wamepatana kwa muda lakini mambo yameweza kuwa tofauti. Ukimwangalia huyo mwana Ivory Coast licha ya kumkosa ule Eric Bailly kutoka Manchester United ambaye alikosa juu ya jeraha ameweza kujikakamua vizuri maana ukiangalia wana ule Wilfred Zaha kutoka Crystal Palace ambaye mchezaji anaonyesha mchezo mzuri sana na pia mimi kwangu upato ni kwa hiyo timu ya Ivory Coast. Ivory Coast nawapea upato huu ushindi. Haya mwenzetu mwenzangu ni pale ambapo tunasema unajua fahali wawili wakutanapo nyasi ndio umia. Sasa nani ataumia? Ni uwanja wa Cairo ama ni uwanja wa Suez? Zamani tukiangalia Ivory Coast kusema kweli tuanze na upande wa Ivory Coast. Zamani tukiangalia Ivory Coast walikuwa wanafahamika sana ama walikuwa wana umaarufu wakati ule walikuwa na huyu King Didier Drogba walikuwa wanamuita King Didier na baya alituaga pale cheki yote. Hivyo basi kwa sasa watanisame Ivory Coast kwa sababu leo kwa heri Ivory kwa sababu siko upande wao kwa Ivory Coast hapo kwa tanisame. So wasema Algeria Mahrez atafanya kitu. Mahrez atafanya kitu cha kweli. Kitu cha kweli. Haya maoni tu yani. Lakini ukiangalia kwamba wengi usema mpira ni 90 na mpira ududa. Na uende tukapata kwamba Ivory Coast wako na ujasiri. Wameweza kushinda hili kombe mara 2. Algeria mmeshinda mara 1. Hamwezi tufikia. Lakini kumbuka nimekuambia kwamba tulikuwa tunawafahamu sana wale Ivory Coast wakati walikuwa na King Didier Drogba ambaye amestaafu na huyu cheki yote unaona lakini kwa sasa watatusame na unajua kwamba mpira una adabu ili garamba haina adabu unaweza elekea upande wote upepo ukija unaweza elekea pale popote lakini nadhirisha kwamba Ivory Coast hawana bahati mzangu. Haya kabla nitoke kwako tunajua mechi nyingine ambayo itaweza kucharazwa hii leo ni Madagascar kati ya Madagascar na Tunisia. Tunisia mara yao mwisho ama waliweza kushinda kombe hili mwaka wa 2004 na wameweza kuwakilisha nchi yao mara 19.